Huu muonekano mpya wa Justin Bieber umeshangaza mamilioni ya watu, kwa sababu huyu jamaa ana miaka 30 tu, lakini anaonekana yuko hivi, na akiwa na miaka 60 atakuwa vipi? Sasa watu wanajiuliza kitu gani ambacho kimempata Justin Bieber. Sasa majibu ya maswali ambayo unajiuliza ninayo kupitia hii video. Tazama mwanzo mpaka mwisho. Hii ni mimi Odessa. Sasa tunaanza na a little bit documentary ambao nimefuatilia kuhusiana na Justin Bieber, na hii itakupa mwendelezo wa kitu ambacho kinaendelea sasa hivi. Sasa 2007 Justin Bieber alianza kufanya mziki akiwa na miaka 12 tu, na huyu jamaa licha ya kuwa ni mtu talented kwenye kuimba, lakini pia alikuwa na muonekano mzuri sana. Sasa hichi ni kitu ambacho kiliwavutia watu wengi sana kuanza kumfuatilia Justin Bieber. Unafahamu, muonekano mzuri, alikuwa ni handsome sana na ni talented ya kuimba. Hii inawavutia hata wawekezaji na waliweza kuvutiwa katika kuwekeza. Sasa nitaruka hiyo story mpaka 2009 aliposti hii video katika YouTube channel yake akiwa na mwandaaji wa mziki rapa mkubwa P Diddy, ambaye aliposti hii video na P Diddy akiwa akieleza ataspend masaa 48 na kama siku 2 hivi na Justin Bieber kwenye nyumba yake, na alikuwa akimuonyesha baadhi ya studio akiwa na rekodi nyimbo, lakini pia kumkutanisha na wasanii wakubwa katika karia yake ya music. Hizi ni video ambayo way back ambazo zilitrend sana. Watu walikuwa waoni kama zina maana sana, kwa sababu P Diddy alikuwa ni msanii mkubwa na aliona kama ni nafasi nzuri ya kuweza kumsaidia Justin Bieber. So tupate tangazo kidogo kutoka kwa wadhamini wetu ambao ni kampuni ya Lifetime Store. Baada ya tangazo tutaendelea. Ndiyo, tunaposema Lifetime Store, hawa ndio wakali Tanzania wanaosifika na uuzaji wa bidhaa bora za kielektroniki. Wana bidhaa zifuatazo kama mashine za kufua nguo kuanzia kilogramu 7, ambazo hizi nazo zinafua nguo pamoja na raba, nikimaanisha viatu vya aina zote. Wana mashine za toleo jipya za mifumo miwili, nikiwa na maana semi automatic, yani mfumo wa automatic na manual kwa wakati mmoja, na mifumo yote miwili inafua na kukausha. Mashine hizo wanazo kuanzia kilogramu 10 mpaka kilogramu 27. Hizi hapa ni nzuri sana kwa biashara ya dry cleaner, au kama unataka kuanzisha biashara ya dry cleaner au familia ya watu wengi, mazingira ya familia nyumbani, hizi ni beta sana kwa matumizi hayo. Lakini pia hatujamaliza, tuna mashine za kufanyia usafi, ikiwemo hii hapa ni DIC Sofa Polisher. Ni mashine ambayo inasafisha tiles, sofa na uchafu sugu wote, inasafishwa kupitia hii hapa DIC Sofa Polisher. Hatujamaliza, pia tuna hii hapa ni pasi ya mvuke, ambayo hii hapa inaitwa garment steamer. Pasi hii unatia maji, alafu ule mvuke sasa ndio unanyosha nguo zako pasi vizuri. Advantage ya hizi pasi ni kwamba pindi tu unapokuwa unatumia hautaweza kuunguza nguo zako kabisa, lakini pia kubwa kuliko ni kwamba inatumia umeme kidogo sana. Hizi hapa ni garment steamer. Yes, asante sana kampuni ya Lifetime Store. Okay, tunaendelea na story yetu hii ya Justin Bieber. Hicho ni kitu ambacho baadaye kiliweza kuleta effect kubwa sana kwa huyu msanii ambaye tunamwongelea. Okay, tunaruka hii story pale alipokutana na mpenzi wake ambaye ni Well Bieber, ambaye alikutana mwaka 2015. Walianza mahusiano mwaka huo. Bahati nzuri bwana, waliweza kudate kwa miaka mingi sana mpaka walipofikia hatua ya kuoana, na hawa watu wako kwenye ndoa takribani miaka 6. Sasa Well Bieber alipitia mambo mengi sana. Unafahamu, kudate na mwanaume mwenye kipaji na handsome, so kuwa kuna changamoto sana kwa mabinti yes, kwa masuala ya mahusiano. So all in all, umeweza kubarikiwa mtoto miezi michache kama miezi 5 hivi, na huyu kijana umeweza kumuita Jack Blues, yani Jack Blues Bieber. Huyu ni kijana ambaye amekuwa blessed sana katika watu hawa wawili katika ndoa yao miaka 6. So nitaanza kuelezea hizi changamoto za Justin Bieber zilipoanza kuonekana kwa jamii au public. Sasa nitaanza na ugonjwa wa kwanza ambao umeweza kushow kwa watu wengi. Justin Bieber ameonekana na muonekano huu. Huu ni ugonjwa ambao amepata Justin Bieber 2022, na huu ugonjwa unaitwa Ramsay Hunt syndrome. I don't think kama nimepronounce vizuri hii, lakini ni ngumu. So huu ni ugonjwa ambao umeweza kumuonyesha Justin Bieber akianza kufifia upande mmoja wa sura, na kitu ambacho kimewashangaza watu wengi, hii ni video ambayo imetrendi, ambayo imeonyesha Justin Bieber ameparalyze upande mmoja wa sura yake. Ina maana jicho lake moja halichezi, lakini pia pua, pia mdomo alikuwa anaongea kiupande, yani kama umefreeze. Hicho ni kitu ambacho watu wameweza kusema Justin Bieber ameweza kuwa na serious issue, na mnafahamu kwamba moja kati ya vitu ambavyo
vinachangaza ni kwamba wasanii wengi wa nje ama wazungu wanakuaga na magonjwa ambayo huje kubelieve kama alikuwa na muonekano wa zamani na muonekano wake currently unakuwa ni tofauti sana. Hii inakuwa ni mtu anakuwa mzee. Tumeona hivi tumeona kwa wasanii mbalimbali. So kwa Justin Bieber kutokana na umri wake na the way hatua zimefanyika kwa haraka sana, watu wameshangaa muonekano wake kuanza kuparalyze. So karia ya muziki ya Justin Bieber imeanza kufifia. So hiki ni kitu ambacho kilikuwa sambamba kabisa, kwa sababu Justin Bieber alikuwa na tour yake ambayo hii imekuwa canceliwa baada ya kuonekana na hiyo hali ya kiafya na hawezi kuperform na vitu kama hivyo hapo. So Septemba 2022 Justin Bieber aliweza kucancel hiyo tour na kutokana na sababu ya kiafya. Walieleza hivyo, aliweza kukaa bench kwa miaka kadhaa hivi. So ni kitu ambacho kimekuwa sababu ya Justin Bieber kuwa hivi leo. Na Justin Bieber baada ya kuona imekuwa hivyo akaanza kukata tamaa kabisa kwenye tasnia ya music. Hii imefanya Justin Bieber Januari 2023 aanze kuuza master records zake kwa makampuni tofauti, yani zile master record ambazo ni zile original song ambazo amerekodi kutoka ya studio, wanazita master, ameanza kuziuza na kupitia kwenye umiliki wake mpaka kwenye makampuni mengine ili aweze kupata pesa. Watu wengi walikuwa wanawaza kama amefilisika, lakini hii ni give up katika music kwa sababu jamaa alikuwa talented sana. So hiki kitu ambacho kimevuruga sana hii issue ya Justin Bieber ni kuwa sawa kiakili, kiafya, ni issue ya P Diddy. Diddy issue yake imekuvuma sana mwaka 2024 na tunafahamu Oktoba mambo yalikuwa mabaya sana pale, ambapo listi ya watu ambao aliwalika katika party zake za P Diddy parts, P Diddy White parts. So mambo ambayo alikufanyia hawa watu, stories zimeenda sana kwa Justin Bieber kwa sababu imeonekana Justin Bieber amefanywa vitu vingi sana na P Diddy, kwa sababu alipata muda mrefu sana wa kukaa naye akiwa na umri mdogo. Na maana ile video 2009 niliyokuambia mwanzo imeanza kuongelewa sana na majira haya hapa, kwa sababu jamaa alisema mwenyewe kwamba ataspend masaa 48 na Justin Bieber, kwa sababu tunafahamu kwa tabia ambazo za P Diddy ambao inaonekana kabisa Justin Bieber kwa kipindi hicho ambapo alikuwa karibu na P Diddy alikuwa anafanywa vitu vingi sana. Hizi stories zimesambaa sana huko nyuma. Moja kati ya wasanii ambao wameharibiwa na P Diddy ni wakiwa na umri mdogo ni Justin Bieber. So tunafahamu kwamba Justin Bieber it means kwamba alikuwa akilala na P Diddy. So alikuwa akimwingilia kinyume na maumbile, kitu ambacho kilimfanya na kuwa na depression sana baada hii listi ya watu ambao P Diddy amelala nao. So kipindi hicho hapo, kipindi ambacho amekuwa front ni mtu akiwa amefanywa kitendo hicho toka akiwa mdogo sana. So kitendo hicho akiwa imefanya kuwa na mawazo sana mpaka anashindwa kuelewa amefanya kitu gani, ameanza kuchukia mpaka muziki mwenyewe. So ni kitu ambacho huyu mke wake ambaye ni Hailey Bieber alikuwa akieleza ni kwamba Justin Bieber alikuwa na mawazo sana, na kitu ambacho kimefanya hata yeye mwenyewe aanze kuwa na depression, afanye kitu gani ili Justin Bieber awe kuwa sawa. Jamaa aliweza kupelekewa hii story. Tutaendelea part 2 na omba subscribe tuendelee na hii story ya part 2. Usisahau kusubscribe au kuweka hiyo notification alarm. Tutaendelea part 2 story nzima kuhusiana na hii muonekano wa sasa hivi wa Justin Bieber. Ana miaka 31 na muonekano wake umewashangaza mashabiki zake. So tukutane part 2.